Watu wengine walijaribu kuniingilia, Rigathi kwa nini hapa naenda kwa barabara, wewe ni muoga. Mimi si muoga, kila mtu najua. Ni muoga sana. Ukiona umbwa yenye inapweka mara mingi sana, huyo umbwa ni muoga sana. Sinyi mnajua hata kwa nyumbani kuna umbwa ukisikia kwe kwanza kama kuna umbwa wengine wakubwa, ile umbwa muoga ndio anapiganga kelele na ako mbele sana akipiga kelele. Lakini akiambia anaruka anapita, wale walikuwa hapa anapenda upande ule. Huyo Gachagua ni muoga sana. Unaonanga akiongea, anaongeanga muwahi kuoga akiongea, anazungusha kichwa hivi. Ukiona mtu ni muoga, anafikiria kuna mtu ametoka nyuma, unaona anaongea akisema ni huyo, mwambie mimi najua wewe sana sana. Mtu muoga. Siku ile alipelekwa aliambiwa atakuwa impeached, akasema mimi ni mwanaume wa maumau, siogopi impeachment. Lakini siku yenye kesi ilifika Senate alifanya nini? Salizimika akajikimbiza hospitali. Akaenda kudanganya ati ni mgonjwa. Huyo mtu ni mkora. Msiwahi kusikia mambo yake. Mimi ni kiongozi anajali watu yake. Siwezi peleka watu yangu kwa kifo. Mimi nitakuwa ni mjinga. Siwezi kubali mali ya watu yangu iharibiwe. Mimi nitakuwa ni mjinga. Tena sisi tuko na nafasi ya kutoa huyu mtu mwaka ujao kupitia kura. Sasa tukikufa tutamtoa namna gani? Tukikufa tutamtoa namna gani? Biashara zetu zikiharibiwa tutakula nini tukigoja kumtoa? Na mimi nataka niongee hapa, mnisikize vizuri sana. Huyu Rigathi Gachagua mimi namjua sana. Mimi najua yeye, hata najua nini ilifanyika ndio akakuwa deputy president. Najua yeye vizuri sana. Tulikuwa kwa hii safari pamoja. Wakati tulipofika ofisi, badala ya kuwa deputy president mwenye anafuata mambo ya kisheria na ya kufuatia mambo ya polisi na security, yeye wakati alikuwa deputy president, he had his own gang na alikuwa na wakora ambaye alikuwa anatembea nao. Nilipouliza yeye, hivi jana unatembea wa gangs? Akaniambia hapana, unajua mimi nafanya rehabilitation, nataka nilete kwa upande yetu. Siku moja kulikuwa na maandamano. Siku ya maandamano akachukua hiyo vijana akawaweka kwa barabara na akawapeleka kwa shamba ya Uhuru, wakaenda kuiba kondoo na mbuzi ya Uhuru. Mimi nataka kusema peupe, na kama nadanganya anipeleke kotini. Niko na evidence. Niko ile clear. Unaona Gachagua, wakati huyo mtu ni mkora sana na ni muongo. Mimi najua yeye. Ukisikia Gachagua akisema, akikwambia kesho usikuje barabara, ama aseme kesho hakutakuwa na maandamano, hatutakuja maandamano, huyo ni mkora. Ujipange, anaenda saa hizo kutengeneza mambo ya maandamano. Ni muongo. Na anadanganya na macho yenye imekuja, yenye iko nje. Hii maandamano ilikuwa ya Gen Z. Huyu Ruto na Murkomen walikuwa wamepangia sisi mabaya sana watu ya Mlima Kenya. Na mimi nataka nishukuru watu ya Mlima Kenya. Niliposema iko hatari msiende kwa barabara, mkanisikiza. Nataka niseme asante. Nilipoambia wafanyikazi wasifungue biashara zao, imepangiwa vile zitaharibiwa, wakafuga maduka, nataka niseme asante. Nilipoambia wafanyabiashara waandike vijana walinde mali yao, wakaandika vijana wakalinda mali yao, nataka niseme asante. Nilipoomba watoto wetu wa Gen Z wakae nyumbani, wakanisikiza, nataka niseme asante. Hii Gachagua is a mere opportunist, a coward. If you see someone who is trying to bully people, it's because that person has inferiority complex and is a coward. That is not a person that can scare this country. And I want to tell you, juzi alikuwa amepanga goons. Tulikuwa tumesema imetosha. We are tired. Tulijua penye yako. Tukafungia yeye huko kwanza. Sema akitoka huko anashikwa. Akatoka hapo akapanga wakora kwa town, wenye walikuwa wanafanya maandamano na wabunge hapo Eastlands wapi nani. DCI akashika hawa usiku yote. Wakakuwa confused. Fika kesho tulikuwa tumepanga kila mahali, tukaona wamekwama kwa sababu wameona kwamba serikali hii haitaki mchezo. So I want to tell you Gachagua, this is the last time we will allow you to roam around with your goons to start to scare the people of Kenya. I will deal with you perpendicularly the way I know you. Huyu William Ruto na Kipchumba Murkomen walikuwa wamepangia sisi vibaya sana.
walikuwa wamepanga karibu watu 10,000 wauawe hapa Mlimani. Walikuwa wametaka kuharibu biashara zetu zote, ati ndio sisi tumuinamie, tuinue mkono, ati ndio jamii niketishe chini iniambie Rigathi, huyu Ruto atatumaliza kama jamii, wachana na yeye aendelee miaka ingine 5. Kwa sababu walikuwa wanataka kuuzia watu wetu uoga, waue watu ya Mlima Kenya, waharibu biashara zetu zote, to intimidate the community, to sell fear, so that the community can call me and tell me not to fight William Ruto and to allow him to proceed another 5 years asimalize jamii ya Mlima Kenya. Najua kwa siku mingi amenitusi, ametosha kunitusi, anasema Murkomen this, Murkomen that, Murkomen this, Murkomen that. Sasa nikakuwa na nyamaza, nikasema si nikamzee sijui nini, nikasema wacha aongee, pengine ni mashida ya kukosa ofisi. Unajua mtu alitolewa, tena alitolewa kumaliza hata half term. Sasa hata kwa kitabu ya Kenya ikiandikwa mbele kwa isemekani kulikuwa na deputy president, kwa sababu hakufika ile term ya hata nusu. Na mtu akitolewa na impeachment, uwezi simamia hata committee ya deep, hata committee ya kujenga choo kwa village hakuna, kwa sababu impeachment uwezi kubaliwa hata kureceive pesa ama usimamie mkutano yenye iko na pesa. Huyo mtu sasa ni mtu tu ako tu is roaming around talking many things, na anaongea mingi, na akiongea hiyo mingi mumzamee tu. Shida ni kwamba anajua he can be nothing, he can hold no office, he can go nowhere. And I want to tell him that enough is enough. We're going to deal with you, and we are going to make sure the people of Kenya, in one united Kenya, can live in peace. Mimi nataka nitoe shukurani kwa watu ya Mlima Kenya ya kwamba wamekubali mimi nikiwaongoza, nikitoa mwelekeo watanifuata. Nataka niseme asante. I want to warn him, wacha kwenda kujificha kwa watu ya Mount Kenya. Watu ya Mount Kenya are very good people. They are peace loving people. They love other Kenyans. Ile makosa imefanyika ni huyu mtu anajibrand ni kama yeye alichakuliwa na mtu yote kuwa spokesman ya Mount Kenya. Yeye is a zero, he can speak for nobody. Hata hii chama anasunguka nayo is useless because he cannot hold the office in anything. Yeye asifanye kujifanya yeye ni spokesman ya Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya ni wapenda Mungu, wapenda amani, and they have a right. But this man, we will no longer allow, especially from the security sector, for him to do what he wishes to do and to continue perpetrating violence, including characterizing leaders and saying that who you see wa Kenya, who you see wa wapi, who you see wa community, yeye, sisi, we are one united Kenya, and we will make sure that all tribes of Kenya can live together in Uasin Gishu and any part of Kenya as brothers and sisters.